binti ulioko hapa, rafiki yako ni nani? Waswahili wanasema nionyeshe rafiki yako nitakwambia tabia yako. Unaimba kwaya, unaenda kanisani vizuri, lakini rafiki yako hana mpango na kanisa. Unakuwa umetoka kwenye wigo, umetoka kwenye territory ambayo ingekulinda. Umetoka nje na lazima yatakukuta. Marafiki, chagua marafiki sahihi. Huyu binti kama angekaa pale kwao yasingemkuta. Lakini kama matokeo yake ya huyu binti mmoja, mambo makubwa yalitokea kwenye hii familia. Kaka zake waliposikia waliumia sana. Unajua ni ajabu sana, vijana wa kiume mlioko hapa mna tabia hii. Ninyi kuchezea mabinti wa wengine ni halali, dada wa wengine. Lakini wewe mtu akichezea dada yako unakasirika. Mtendo akitendewa ujihisi kaonewa. Kina Ruben wakakasirika sana. Wakafanya trick. Wakawaambia hakuna shida. Kumbuka hii familia inafahamu kwamba Mungu amewakataza wasioane na hao watu. Usisahau hilo. Na wao wakawaambia hakuna shida, ila kwa sharti moja tutawapa dada yetu. Mkitahiriwa wote, maana ninyi hamjatahiriwa. Wale watu si wakakubali. Walipokubali, kwa kawaida kidonda siku ya ngapi kinauma zaidi? Ya pili, ya tatu, si ndio? Siku ya tatu kila mwanaume kwa Yakobo akajifunga, teketeza wanaume wote wa pale. Yakobo akatamka maneno ambayo wazazi wengi leo wanatamka. Ninyi vijana mmenifanya ninuke. Ninyi vijana wetu wa kiume na wa kike, msitufanye wazazi wenu tukanuka. Tunanuka kwa tabia zenu. Waliwateketeza wanaume wa ule mji. Sababu moja tu ni Dina aliyetoka kufanya urafiki na wale mabinti wa ile nchi. Rafiki zako ni nani binti? Na hao mara nyingine ndio wanakuponza ukae.